Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu yangu kipenzi, natumaini ya kwamba umzima wa afya kabisa. Baada ya pilika za kutwa nzima, mahangaiko, umejituliza kwa ajili ya kupata uheni kidogo. Basi pumzika hali ya kuwa unasikiliza hadithi hii moja nimekuandalia kama zawadi, ndugu yangu kipenzi. Lakini katika hadithi hii, ndugu yangu, kwanza nikukumbushe kidogo. Pengine umekwishawahi kusimuliwa hadithi na bibi au babu enzi hizo bado ukiwa mdogo. Na wao walipokuwa wakikusimulia hadithi, walikuwa kuambia hadithi, nawe ukijibu hadithi njoo utamkolea, uongo usije. Lakini kwa hii, ndugu yangu, ni hadithi ambayo tuliyosimuliwa na bibi na babu zetu. Huenda ukuwahi kuisikia, lakini nakupa tahadhari na angalizo la hali ya juu. Nitakapokuambia hadithi, useme hadithi njoo utamkolea na uongo uje. Kwa maana ndani ya hadithi hii ni za uso. Wametupiga za uso bibi na babu zetu, ndugu yangu. Hadithi. Picha linaanza. Palikuwa na kijiji kimoja. Kijiji ambacho iliishi jamii ya watu wengi, watu wenye kabila tofauti, asili tofauti. Waliishi kwa kupendana katika kijiji hicho. Waliishi kwa kushikamana na kushirikiana katika mambo mbalimbali. Lakini siku moja katika kijiji hicho lilitokea zimwi. Zimwi lile liliwameza watu wote katika kijiji hicho isipokuwa mtu mmoja. Na mtu huyo alikuwa ni mwanamke ambaye ni mjamzito. Alinusurika kwa kukimbilia pangoni na akajificha ndani ya pango hilo, akawa anaishi humo. Masiku yakaenda, mawiki yakaenda, miezi ikapita. Siku akasikia sauti ikimwambia,